Kama wewe unadhani ni mtu muhimu kuliko watu wengine kwa sababu ya elimu yako, uzuri wako, nafasi yako kazini, nyumba yako kubwa na nzuri unayoishi, pesa au kipato chako kuwa kikubwa, sasa sikiliza hii. Kama ulikuwa hujui, ikifika umri wa miaka 40, waliosoma sana na waliosoma kidogo, wote wanakuwa sawa tu. Ni wakati huu majigambo ya certificate, degree, masters, PhD hupotea kabisa. Ni katika umri huu inawezekana mwenye elimu ndogo akatengeneza pesa nyingi sana kuliko mwenye elimu kubwa. Waliosoma sana na waliosoma kidogo wote wanakuwa sawa tu. Kama ulikuwa hujui, ikifika miaka 50, mtu aliyesemekana kwamba alikuwa mrembo na mtu aliyesemekana kwamba alikuwa na sura mbaya, wote wanaanza kuwa sawa tu. Ni wakati huu mikunjo usoni, vipara kichwani, mvi na kadhalika haviwezi kukwepeka tena. Kama ulikuwa hujui, ikifika miaka 60, watu wanakuwa wamestaafu. Aliyekuwa na cheo kikubwa na aliyekuwa na cheo kidogo, wote wanakuwa sawa tu. Ni wakati huu hawa wanakuwa washikaji. Wanaanza kukaa kijiwe kimoja, wakapiga stori zenye idea zinazofanana. Mara nyingi utawakuta makanisani na misikitini pamoja. Kama ulikuwa hujui, ikifika miaka 70, mwenye nyumba ndogo na mwenye nyumba kubwa, wote wanakuwa sawa tu. Wote wanahitaji nafasi ndogo sana ya kukaa, kwa kuwa ni katika kipindi hiki kuhamisha vitu inakuwa taabu sana. Mwenye ghorofa atapenda kukaa nyumba ya chini kwa kuwa miguu yake inaanza kukosa nguvu. Ni wakati huu watoto huwaachia nyumba na kwenda kuanza maisha yao. Hivyo nyumba huwa kubwa kuliko mahitaji. Ikifika miaka 80, walio na pesa na wasio na pesa wanakuwa sawa tu. Hata mwenye pesa anapotaka kutumia pesa zake wala hajui wapi pa kwenda. Wote, tajiri na maskini, hubaki nyumbani tu. Kama ulikuwa hujui, ikifika miaka 90, kulala usingizi na kuamka vyote vinakuwa sawa tu, kwa kuwa hata ukiamka unakuwa huna cha kufanya. Baada ya miaka 90, maskini na tajiri wote wanasubiri kifo tu. Katika maisha hakuna mtu ana nafasi kubwa kuliko mwingine. Ni swala la muda tu. Hivyo tuishi tu.